Gharama ya maisha inazidi kuwa changamoto kwa familia maskini nchini Kenya. Katika maeneo haya ya Kibra, hali ya maisha inazidi kuwa ngumu kwao. Hii inasababisha kupungua kwa uwezo wao wa kumudu mahitaji ya kila siku kama chakula, malazi na huduma za afya. Ongezeko la ushuru kwa bidhaa kama mafuta ya kupikia linazidisha mzigo kwa familia hizi. Wamesalia kula mara moja kwa siku na pesa hizo kutumika kununua bidhaa muhimu kama vile maji, ambapo sasa wananunua mtungi lita 20 kwa shilingi 10, ilhali hapo awali walinunua kwa shilingi 2. Kadri siku zinaposonga, wao husongwa na mawazo chungu nzima iwapo hali ya maisha itarudi ilivyokuwepo zamani. Mama Roslyn anaeleza jinsi amekuwa akikabiliana na changamoto ya gharama ya maisha. Gharama ya maisha imepanda. Mimi ni mzee, tuna watoto, kazi hakuna. Sasa kama kazi hakuna, ile kitu alinipata nikiwa naye ndiye anataka nimsaidie naye. Nikikosa inakuwa ni bara. Wakijaribu kutembea hata mtaani huko kutoa mitaro, wengine hawataki. Wanataka tu za rahisi. Sasa hapo ndio unaona saa nyingine tukipata hii 2,000 yetu ya Inua Jamii, wanakuja wananyemelea, usipompatia inakuwa ni shida. Sasa unashindwa utaelekea wapi? Imefika mpaka unaona hata nasikia wengine wanaenda kutolewa fiko wapate pesa. Na hiyo pesa haina maendeleo. Hiyo ni pesa ya raha tu. Kitendawili ni kwamba vipi mtu atamenyana na hali duni ya maisha? Baadhi yao hulazimika kukaa bila chakula, na wale wanaopata nafasi huchagua maeneo yaliyo na chakula cha bei nafuu. Hii uchumi imekuwa mbaya, kila kitu imepanda, si nyumba, si maji, chakula, stima, kila kitu imepanda. Kama maji kuchota tunachota na 10 bob na ilikuwa 5 bob. Sasa hii kukula chakula tunaweza kula mara moja ama mara 2 kwa siku juu chakula imepanda. Kupanda kwa gharama ya maisha kumewalazimisha baadhi ya wazazi kuwatoa wanao shuleni au kujiingiza katika mikopo ya riba kubwa ili kukidhi mahitaji ya kila siku. Nilikutana na Geoffrey Njuguna ili nifahamu wanavyokabiliana na hali ya gharama ya maisha. Sisi tunaishi huko kwa kuvumilia mashita tuko naye mingi. Ukiangalia hii kama hii area vile tuko hapa, si bali kwa kukaa binadamu, lakini tunaishi hiyo maisha juu hatujiwezi. Na pia tuseme kama watoto, kama una watoto kama mzee kama mimi, siwezi fanya kazi yoyote. Na tukiangalia maisha iko juu, hata ukiwekelea mtoto wako hiyo maisha hawezi beba yote juu ni kumsumbua. Pia kuna familia, atanilisha na lishe familia. Serikali ndio inafaa ishughulikie wananchi, si hata ishughulikie wananchi. Juu ukiangalia kama hii manyumba yote imepomoka. Saa hii tulikuwa tunailinga tukule hii manyumba. Sasa si unaona vile ziko, serikali inapomoa. Sasa inapomoa sisi ni kama tumetupwa kama wanyama. Saa hii sisi ni wanyama. Inamaanisha tuangalie huko nyuma, mazinane huko nyumbani. Na ukienda nyumbani utaenda kufanya nini? Hakuna kitu utafanya, sababu hata mvua sio wakati mvua ilikuwa mzuri. Na sana tunategemeanga mashamba. So ndio naona hata watoto wetu wanaharibika hapa. Unapata huyu mtoto hivi juu ya kitu ingine ni shida juu hana kazi. Kama huyu tumekaa hana kazi hapa. Angekuwa na kazi angekaa hapa. Atakosa kuiba. Tumbo inaitisha kukula. Hakuna kitu. Si chakula inapatikana ukiwa kazi ikiwa. Kwa mamilioni ya Wakenya wa kipato cha chini, maisha yamekuwa kama mbio za kila siku zisizo na mwisho. Mbio za kutafuta mlo mmoja
karo ya mtoto na hela ya matibabu. Katika nchi yenye rasilimali na uwezo, maswali bado yanabaki: ni lini gharama ya maisha italingana na kipato cha mwananchi wa kawaida? Faith Wanga, runinga ya MMU, Kibera.